Naendelea hapo hapo kwenye huu umri wa miaka 55 mpaka 60. Ni umri ambao watumishi wa serikali, watumishi wa kwenye makampuni, watumishi wanaofanya kazi kwa watu binafsi wanakwenda kukoma utumishi wao. Hali hii pia imekuwa ina mabadiliko sana ya kimwili, kisaikolojia pia. Sasa tuliongelee kidogo hili swala. Umri huu ni umri ambao tayari sasa mwajiri wako anaenda kukuacha kwa sababu haoni tena uzalishaji wako. Efficiency ya yeye ya productivity inapungua kwako. Kwa hiyo anakwenda kuajiri watu wengine, alafu wewe anabidi akuache. Anapojiandaa kukuacha na anakupa taarifa. Wengi wetu tumekuwa tukipata taarifa hizi, basi hatuzipokei kwa furaha, hatuzipokei vizuri, kwa sababu tunaanza kuhisi ni kama vile tunaenda kutengwa. Sasa nikwambie tu mtumishi mwenzangu, nikwambie tu mfanyabiashara, wewe unayefanya biashara kwenye makampuni ambazo biashara sio za kwako ila umeajiriwa, kitendo cha kupewa taarifa wewe unakwenda kukoma utumishi, basi kitendo hiko kisikustue mwisho wa siku mpaka unaenda kujikuta unaenda kupata maradhi yasiyo ya kuambukiza. Ni kwa sababu tu ya mshtuko ulioupata. Ni kwamba lazima ifike wakati tuishi tuseme msongo wa mawazo haukubariki. Watu wengi tumekuwa tunapoambiwa kwenda kukoma utumishi wa umma au utumishi kwenye makampuni, basi tunaingia hofu, tunaingia shoko. Shoko hii sasa inakwenda kutusababishia mpaka tunashindwa hata kufanya shughuli zetu za kila siku, na mwisho wa siku msongo wa mawazo huu unatupelekea mpaka tunaenda kujikuta tunaanza kuugua maradhi yasiyo ya kuambukiza. Ni kwa sababu tu tulikaa makazini tulijua tunakaa milele. Hapana, mwajiri wako lazima ifike hatua aajiri watu wengine ambao wana nguvu zaidi, na wewe ambaye nguvu zako zimepungua, basi umpishe. Sasa kitendo cha kuambia unataka kumpisha, usije ukajihisi umetengwa. Kitendo cha kuambia unataka umpishe, usipate wakati mgumu, kwa sababu wewe ni mpitaji, ulikuwa na mikataba humu kazini. Sasa basi kitendo cha kutambua wewe una mikataba humu kazini na ipo siku utaondoka kwenye jamii hii inayofanya kazi, basi ujue kabisa utaenda kwenye jamii nyingine ambayo haifanyi kazi, na ndo jamii yako ambayo itaenda kuishi nao mpaka uzeeni kwako. Sasa kitendo cha kusema wewe unakoma utumishi wa hii kampuni, maana yake hawatakupa a full salary. Kwa maana yake watakupa mshahara ambao hujauzoea tena, utakuwa ni mchache, na si ajabu usitosheleze kwenye mahitaji yako ya kila siku. Sasa basi kitendo hiki tu usipokuwa makini kinakutoa kwenye mfumo wa tafakuri zako, sawa, kinakutoa kwenye furaha na kinakuingiza kwenye masuala ya msongo na kupata tatizo la sonona. Ni kwa sababu hofu inakuwa kubwa ya kupata kiwango cha fedha ambacho ulikuwa umekizoea cha kila mwezi kimekwenda kupungua. Na kwa nini unajikuta umeingia huko? Ni kwa sababu ulikuwa hauna taaluma yoyote, ulikuwa huna skill yoyote ya kuizalisha ile fedha kutoka shilingi moja kwenda shilingi moja na nusu. Sasa basi leo unapewa shilingi 30,000, halafu unaambiwa ufanye biashara na huna skill yoyote, unatarajia shilingi 30,000 itaongezeka? Jibu linakuja inawezekana, ila tu ni pale ambapo wewe utajitambua. Kwa hiyo utakuwa sio mtumwa sana, ndio wewe unakwenda kustaafu, unakwenda kukoma kufanya kazi kwenye kampuni fulani. Sasa basi hii yote 55 hii pia ni kundi ambalo linakwenda kustaafu, ni kundi ambalo linatangaziwa kustaafu baada ya mwaka mmoja au miezi 6, na wengine miaka 3, wengine miaka 2. Ni kujiandaa ili kwenda kuepuka tatizo hili. Nimekwambia leo, chukua hii, itakusaidia kule unakwenda kuishi na jamii nyingine kabisa, ina utamaduni mwingine, wanasaidiana kivingine, wanaamka kivingine, wanaishi maisha yao wanayajua wao, tofauti na wewe ambao umekulia. Sasa basi kitendo hiko tu cha kwenda kwenye jamii nyingine, ni maana yake unakwenda kuwa mgeni. Haijalishi una miaka 55, lakini unakwenda kufundishwa maisha na watu ambao haukuishi nao, wakawa ni jamii ambayo wengine maisha yao tofauti. Sasa kitendo cha kutokubali wewe una miaka 55 uende ukafundishwe maisha kule, unashtuka, hofu, msongo wa mawazo, ukubali, unaugua. Hapana,
tusifike huko. Tujiandae, tukubali tunakwenda kuishi na jamii ambayo hatujakuwa nayo. Tukubali tunakwenda kuishi na jamii ambayo inaenda kutufundisha maisha mengine kabisa nje na ya kwenye taasisi au ya kwenye kampuni au kwenye kazi ya mtu binafsi. Tukubali. Kwa kukubali kwako sasa, maana yake utaenda kujifunza kufanya biashara, kuizalisha shilingi 10,000 kuwa shilingi 12,000. Utaenda kujifunza kusaidiana. Itapigwa kengele ya mwenyekiti, utaamka na wewe utaenda, kwa sababu umeenda kujifunza maisha mengine kabisa. Utaenda kujifunza, na si ajabu kwenye misiba huendi, ila kwa sababu tu umekwenda kwenye jamii ambayo ina norms zingine, ina taratibu zake zingine, basi wewe lazima ukubali kwenda kuwa mwanafunzi. Lazima ukubali kwenda kuwa unaanza kujifunza ili uweze kuendana nao. Ukibaki tu na ile hali, wewe una miaka 55, una umri utu uzima, wewe ulikuwa ni mfanyakazi, wewe si ulikuwa na nini, utaenda kuleta shida kwenye familia yako kisaikolojia, na mwisho wa siku uzee wako unaingia kuwa ni uzee wa matatizo. Nikwambie tu, ulizoea kupata mshahara full kwa kila mwezi na unaopangia unaisha. Haukujifunza kuingiza hata shilingi moja kwenye shughuli zako za makampuni. Leo sasa unakwenda kwenye jamii nyingine, inakwenda kufundisha biashara, inakwenda kufundisha kuuza hata zile nyanya, biashara ndogo ndogo, inakwenda jamii hiyo inakwenda kufundisha. Sasa ukubali kwenda kufundishwa maisha mengine tofauti na haya utumishi. Lakini kama utabaki legit, utabaki na mtazamo wako ule ule, kwamba wewe ulikuwa ni mtumishi wa serikali, wewe una miaka mingi, utafika kule utakutana na vitu tofauti ambavyo kwa kufikiria. Wakati huo utakuwa unapata mshahara nusu. Kitendo cha kupata mshahara nusu tu ni mtihani mwingine wa 3. Kitendo cha kwenda mazingira mengine mapya ni mtihani mwingine wa 4. Kwa kuna mitihani mingi sana kwenye hili swala la kwenda kukoma utumishi. Watu wengi wamekuwa wanapata maradhi yasiyo kuambukiza kwa sababu ya mishtuko. Kiuchumi, mshahara umepungua, wanapata nusu. Kuupandisha, kufanya biashara apate angalau hiyo mshahara upate hiyo 100, hawezi kwa sababu amekulia kwenye kupokea. Kijamii, jamii yenyewe ina utaratibu wake wa kuishi kule. Wanaheshimiana. Hata kama kuna mtu ambaye hajasoma lakini ana authority, ukifika kule watu wale wenyewe washajiwekea utaratibu na norms, wanamheshimu, wanafanya nini, wanamuelewa. Wewe ukifika unaleta mambo ya utumishi wako, unaleta mambo ya umri wako. Nikwambie tu, ujiandae mipango hii kwenye kustaafu ili kuepuka msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unaepukika. Cha msingi ni awareness. Uelewa wako wewe ndio utakufanya uende kwenye jamii ile mpya, kwenye familia nyingine, uende ukaishi vizuri, ukakopa, na hatimaye utaepuka haya maradhi yasiyokuwa ya lazima. Chochote unachokifanya katika hali yako ya utumishi, jitahidi sana kukompea na maisha ya watu ambao kwenye jamii wanaishije. Hii itakusaidia. Naongea na watumishi, tunakumbushana, tunapeana 1, 2, 3. Lengo ni kuepuka msongo wa mawazo. Lakini kuna wale ambao walikuwa ni viongozi katika taasisi zao, katika mashirika. Hii na yenyewe tusiingie na zile mentality kwamba na kule ukifika basi unataka uwe kiongozi mpaka kwenye watu ambao hakuna utaratibu wewe, sababu ushazoea upande huu wa pili, basi unataka kufika kule na kwenyewe unataka take ile over. Itakusumbua sana pale kule ambapo utakuwa umekwenda kwenye ile jamii kuwa chini ya watu, na wakati wewe kuzoea kuwa chini ya watu. Hii na yenyewe pia usipoangalia inakwenda kukufanya unaenda kujitenga mwenyewe automatic, na hatimaye unaenda kuwa na wakati mgumu kwenye maisha yale mengine ambayo unaenda kuyaishi sasa. Kwa hiyo tuwe makini sana na tutambue mapema na tusihuzunike sana. Kikubwa tujiandae mapema na hivi vitu ambavyo nimesema, kijamii, kiuchumi, na kupambania maslahi yetu sisi wenyewe binafsi nje na taasisi zetu. Hii itatusaidia sana na tutakuwa wazee wenye mafanikio, hatutakuwa wazee ambao hatuko kwenye mafanikio.
na hatimaye uzee wetu tutaongojea mpaka mwisho wa siku maisha yetu yanapoenda kukoma, yatakoma katika hali ya afya zaidi, na hatimaye na jamii tenda kuisaidia kwa namna moja au nyingine. Nikwambie tu karibu sana. Namba yangu ya simu hii hapa, tuwasiliane kwa changamoto 1 2 3 ambayo inahusu ujiandae kwenda kwenye kustaafu. Tuongee kwenye simu au tukae mimi na wewe tubadilishane mawazo. Karibu sana, chukua hii pia itakusaidia.